Bwana atakuja kutoa ujira wake. Hawezi kukudhulumu. Bwana asifiwe. Lazima utapewa haki yako. Amen. Kwa sababu unaambiwa, wewe unachukulia poa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haki ni stahiki anayopewa mtu, anachostahili kupewa bila dhuluma. Umeona? Haki ni stahiki anayopewa mtu bila dhuluma. Huwezi kudhulumiwa. Mungu atakuja akupe haki yako kwa sababu umefanya yasiyompendeza Mungu. Amen. Amen. Pia akasema ya kwamba Mungu tafika wakati atakuja kutimiza sheria na kuadhimisha. Unapoambia kutukuza sheria, atakuja afuate kile ambacho inabidi afanye, kwa sababu hujafanya ya Mungu, Mungu anafanya ya kwake. Sheria ifuate mkondo, si umefanya ya kwako, na Mungu atakupa haki yako. Sasa wakati kupewa haki unaanza kulia. Ndio hapo nasema nifinyange Bwana. Tunaona kwa mtumishi wa Mungu aliyomezwa na nyangumi, aliambiwa aende akatangaze injili Ninawi, akaenda Tarshishi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pale wakati ameambia kwamba katangaze injili, aenda kwenye mambo yake. Alipomezwa nyangumi, ameenda kule, amesema jamani, Mungu amesema kuja kuangamiza. Kumbe Mungu ameshawalehemu siku nyingi. Ujue kuna wakati wa sheria ya Bwana. Sheria ikishakuja hakuna mtu akuzuia kwamba sasa umezidimisha mno adhabu. Mungu Bwana, punguza hii adhabu Bwana. Bwana asifiwe. Bwana Mungu alipotoa haki kwa mtu, alionekana ni sawa kwa mtu. Ilionekana ni sawa kwa mtu na kufanyiwa hivyo. Utapewa haki yako. Utapewa haki yako kwa sababu wewe ulifanya ya kwako, ukufanya ya Mungu. Hapa mtu ndo unaingia kwenye mateso, unaingia kwenye changamoto, unaingia kwenye maumivu. Amina. Unapokea haki sawasawa na vile ulivyoenenda kwa Mungu, kwa sababu sheria ya Mungu imefuata mkondo wake. Amen. Tusilie jamani wakati wa Mungu kutimiza haki yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni muamini.